Ndugu yangu katika Kristo, shalom. Leo ni siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 3 2026. Tunashukuru tena Mungu mwenye alitujalia neema kuona tena asubuhi ya leo. Jina lake litukuzwe milele. Yeye ni Mungu mweza yote. Tunaendelea na somo letu. Yeye tulisema mtu anapana tu alicho nacho. Hakuna mtu mwenye anapanaka kitu kenye hana. Ndugu yangu mpendwa, niliongea ndio tulianza mwanzo hii mwezi wa 3, tulisema mtu anapana tu alicho nacho. Enye uko nayo ndio unapanaka. Mtu hawezi kupana kitu kenye hana, ndugu yangu mpendwa. Ndio ile neno letu iko ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume 3 verse yake ya 6, na nikasema ukitaka kujua vizuri, kuelewa vizuri, unaanza ku verse ya kwanza mpaka ku verse yake ya 11. Donc Petro na Yohana walitoa enye ilikuwa ndani yao. Walimwambia huyu mtu mwenye alikuwa kiwete pale mlango ya hekalu, wakamwambia kama sisi hatuna pesa au dhahabu ya kukupatia, menye iko ndani yetu sisi tunakupatia. Petro anamwambia na kupatie yenye iko ndani yangu. Kwa jina la Yesu Kristo usimama na uende. Donc alisema kwa jina la Yesu Kristo. Alipatia huyu mtu kitu cha muhimu mwenye ilikuwa ndani yake, ilikuwa Yesu Kristo. Saa zingine Petro hata ndani ya poshe yake alikuwa na pesa, angefanya gizi wengine walikuwa wanafanya, wako napatia huyu mtu pesa, na wakaona huyu mtu anashagawia sana hapa kwa hii mlango. Kila siku anamtiaka hapa pesa, anashapokea, anastahili kupokea kitu ya muhimu sana ndani ya maisha yake yenyewe inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Njoo akamwambia kwa leo historia ya maisha yako ifo ibadilike. Petro akasema huyu mtu ifo historia ya maisha yake ifo ibadilike. Akampatia Yesu Kristo. Akasema kwa jina la mwenye iko juu ya yote, mwenye anashinda yeye anakupatiaka, simama. Huyu mtu alisimama na kaenda. Na ndio vile vitu yenye Daudi alifanya mbele ya Goliati. Ndugu yangu mpendwa, Daudi alifanya hivyo mbele ya Goliati. Goliati alikuja mbele ya Daudi, anaanza kumwambia wewe mtoto mdogo, sasa wewe huko unakuja mbele yangu. Mtu anamtumia imbwa hakuje mbele yangu, huyu mtoto mdogo. Daudi akamwambia kitu kinyi ilikuwa ya muhimu. Akasema wewe unakuja mbele yangu, unavaa vyombo vya vita. Mwili ya Goliati yote ilikuwa najaa vitu vya vita. Enye mkipigana hakuna mtu mwenye mweza. Yeye Daudi akamwambia mimi nakuja mbele yako kwa jina la Bwana wa majeshi, mwenyeko juu ya majeshi yote, mwenyeko na majeshi za mbingu. Nakuja mbele yako kwa jina la huyo Bwana wa majeshi mwenye wewe ulitukana. Leo Bwana wa majeshi atanipatia wewe katika mikono yangu. Nitakata kichwa yako na nitapatia ndege ya anga na nyama za pori watakula nyama yako, na itajulikana leo kama kuko Mungu pale Israeli. Haleluya. Itajulikana leo kama kuko Mungu pale Israeli. Na njoo akasema na pale akakamata jiwe alikuwa nayo akaua Goliati. Ndugu yangu mpendwa, tuko na kitu ya muhimu na tunaweza kuangusha na adui zetu. Sisi hatugombane na damu na nyama, au hatupigani na damu na nyama. Tunapigana na mapepo chafu. Njoo tunapigana nao kwa jina la Yesu Kristo na tunayangusha, paske mwenyeko ndani yetu Yesu Kristo iko mkuu kuliko mwenyeko ndani ya hii dunia. Daudi alitumikisha jina la Bwana wa majeshi kwa kuangusha Goliati, na Petro alitumikisha jina la Yesu Kristo ndio kusimamisha kiwete. Na wewe na mimi tunatumikisha neno la Yesu, jina la Yesu Kristo juu ya kufukuza pepo, juu ya kuangusha matatizo yako ndani ya maisha yetu, juu ya kuponya wagonjwa, juu ya kusimamisha vitu vyenye vinazuru maisha yetu. Tunatumikisha jina la Yesu Kristo, jina yako juu ya majina yote, ndio iko na uwezo. Wewe Mkristo mwenyewe unanisikia, usitumikishe jina ya ndugu yako juu ya kupigana vita. Mimi nilizaliwa katika familia yenye inajulikana. Tumikisha jina la Yesu Kristo. Yeye ndio mwenye anajulikana juu ya yote. Yeye ndio atakuponya, yeye ndio atakupatia yenyewe uko natafuta. Mungu akubariki kwenye huko. Tutaendelea kesho na hii mada Mungu akitaka. Basi tuombe pamoja.
Mtakatifu Baba wa milele, Mungu mwenye shindwa tena kitu, nasema tena asante Baba kwa neema yako. Asante tena kwa mchana wa leo Baba, ukatujalia tena neema ya kuona tena mkono wako Baba. Ukatufundisha tena Baba, kama sisi tunapigana na kwa jina la Yesu Kristo. Daudi aliwaangusha Goliathi kwa jina la Baba wa majeshi, Bwana wa majeshi, na baadaye Petro akausimamisha kiwete kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Na maana kwa saa hii Baba, naombea watoto wako popote kwenye wako, kila mtu wote mwenye kuna tatizo, kwa jina la Yesu Kristo apokee solution kwa tatizo yake kwa jina la Yesu Kristo. Mwenyeko mgonjwa na kuombea, haijalishi miaka yenyewe walisema unashapitia ndani ya magonjwa, haijalishi maneno yenyewe wanadamu walisema, haijalishi jinsi unateseka leo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea uponyaji kwenye huko, pokea kusimama. Wewe mwenyewe unalazwa, pokea kusimama, pokea kupona. Hakuna magonjwa yenye Yesu Kristo aponyake. Wewe mwenyewe unatafuta kuzaa, unashafaa miaka upokee mtoto. Leo nasema kwa jina la Yesu Kristo, pokea kuzaa. Mwaka huu ukwe mwaka wako wa kuzaa. Na wote wenyewe wako na mamimba, wenyewe mko na mamimba, mpokee kuzaa vizuri kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu. Wanayetafuta kusafiri, pokeeni kusafiri kwa jina la Yesu Kristo. Wanayepiganishwa na mapepo, pokeeni kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, wewe ni mwema. Utukufu na heshima zikurudilie mwenyewe kwa jina lako Yesu Kristo mweza yote, tunaomba hivyo. Amen.